kitok na ole. Kichwa mwanamke ni mwanaume. Hata wala kunya ole na Kristo. Lakini kichwa mwanaume ni Kristo. Wala kunya Kristo na kai. Kichwa Kristo na ni Mungu. Na ole na robara sabu na leo ndio losho. Kwa hivyo mwanaume ni kiungo muhimu sana katika jamii. Kristo ndiye mungarole. Kwa sababu mwanaume ameshikana na Kristo. Na endinge bana ni Kristo. Anasikiza maneno ambayo Kristo anasema. Na mwanamke anasikia maneno ambayo mwanaume anasema. Kwa hivyo mwanaume akisikia maneno kwa Kristo anamwambia haleluya. Mwanaume ni mtu muhimu sana. Kwa sababu ndio Mungu anatumia kuinua mtu. Kristo ni kwa jina la Yesu. Anaenda kuzungumzia maneno ambaye Mungu anatumia kuinua jamii ama nchi. Maneno kadhaa ambayo Mungu anatumia kuinua mji. Mungu akitaka kuinua mji lazima kuna maneno vitu ambayo anatumia kuinua. Kuna vitu Mungu anaifanyia nayo kazi ili ainue mji. Mungu akitaka kuinua jamii kuna njia ambayo vitu Mungu anaitumia kuinua. Ni nani anataka kuinua siku ya leo? Nani anataka kuinua siku ya leo? Sema amen, haleluya. Kama unataka kuinuka sema amen. Anaona neno la leo ni nzito kwa sababu anaona kama ni kubwa. Ni kama ya semina lakini ni ile semina ambayo wanaume wamejaa. Amen. Lakini zaidi ya yote utaenda kumsikiza. Sema amen. Maneno ambayo Mungu anatumia kuinua mji. Mambo kadhaa ambayo Mungu anatumia kuinua jamii. Njia ambayo Mungu anatumia kuinua wito wetu. Fanya hivyo kama unataka kuinuka. Unajua nini ndio mwenye? Fanya hivi kama unataka kuinuka. Mimi mwenyewe nataka kuinuka. Apige hatua nyingine. Apige hatua nyingine. Apande kazi nyingine. Haleluya. Amen. Mimi nataka leo kuinuka siku ya leo. Sijui wewe. Amen. Mwambie kwa karibu na wewe unataka kuinuka. Nataka kuinua mji. Mungu akitaka kuinua jamii. Atakuinua kwa sababu akufundisha na vitu ili upate kuinuka jamii. Kwa hivyo Mungu anakuinua kwanza kukutia nguvu. Ili apate kutumia uinuke ili Mungu apate kufanyia nayo kazi uinue jamii. Na Mungu akitaka kuinua jamii. Mungu akitaka kuinua jamii anainua kwanza. Anafanya kazi kwanza na mtu anaitwa Mayeni ili apate kuinua hiyo jamii. Haleluya. Mungu akitaka kuinua jamii ya Mose. Hiyo ni baba yetu. Anainua kwanza mimi Jackson anipe nguvu. Ili nipate kuinua hiyo jamii. Ili Mungu apate njia ya kupita hiyo jamii. Anapitia kwanza Jackson. Ili jamii ipate kuinuka. Fanya hivi kama unamsikiza. Kama ninapasa sauti sana. Anakuwa na sauti. Kugusa mji. Mungu akitaka kugusa nchi. Haleluya. Amen. Ili ndio mji ipate kuinuka. Mungu akitaka kuinua mji. Anapitia kwanza mwanaume. Ili mji ipate kuinuka. Kwa sababu wanaume ndio nguzo. Ndio nguzo Mungu anatumia kuinua. Mungu leo atatutumia sisi ili mji
Mungu atatutumia sisi ainue jamii zetu. Fanya hivi kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema haleluya haleluya. Mungu akitaka kuinua ule mtu kwa chini. Biblia inasema ya kwamba Mungu anainua mtu kutoka mavumbi. Anamketisha kwenye meza anainua kwanza ule mnyonge. Ule mtu ambaye hakuna mtu anatarajia anainua na anamtingia kwa siku ya Mungu. Anamuinua kwanza anamtengeneza ili apate kuinua naye mji. Tuko pamoja? Fanya mwanaume peke yake na inaenda mbele. Sijaona. Lakini naona boma ambaye mwanamke yuko peke yake anasomesha watoto na ile boma inasidia maisha yake tunazidi kwenda mbele. Inaelewana? Kwa hiyo kwamba eti anka nalo ni nelesidai ni kirona ni nimekarbaya kaya kila nanga nesidai. Unakuta boma ni mwanamke hapo, mwanaume hayuko lakini mwanamke hapo, lakini hiyo boma bado inaendelea mbele. Lakini boma ambayo ni mwanaume tu peke yake ndio hapo. Mimi sioni kama hiyo boma inaenda mbele. Kitu ambacho anamaanisha hapo. Kuna wanawake Mungu anatumia kuinua jamii, kwa sababu anasimama ashujaa kama mwanaume. Ndio wale kina mama pia anawatumia wainue na jamii. Hallelujah. Amen. Yes. Yes. Fanya hivyo kwa jina la Yesu. Napoenda kusikia point number 1. Tunataka kusoma kitabu hiki. Isaya. Yes, Mungu Isaya 49. Isaya ule mtu ambaye yote ambaye amedharuliwa, ule mtu amedharuliwa kwa mji, ule mtu ambaye amedharuliwa na matajiri. Mungu anasema ya kwamba huyo mtu namfanya awe nuru, atamtengeneza na amfanya kuwa nuru, ili upate kuwa nuru katika mji, ili upate kurudisha ile usawa ya Yakobo yenye ilipotea, ili upate kurudisha ile mabaki ya Yakobo iliyopotea. Wale watu ambaye hakuna muda ataweza atainuka, ndio Mungu anatumia kuinua ile amfanye awe kifaa ambaye atainua mji. Haleluya. Haleluya. Kuna njia moja ambaye Mungu lazima apitie ili apate kuinua ili apate kuinua mji. Lazima kuna mahali ama kuna kitu Mungu atapitia ili apate kuinua, ili apate kusimama katika mji, ili apate kusimama katika jamii, ili apate kusimama katika huduma, ili apate kuinuka na ende mbele. Kitu ya kwanza ni lazima madhabahu ya Mungu ioteshwe hapo. Haleluya. Amen. Njia ya kwanza Mungu atapitia ili apate kuinua mji, lazima kuwe na madhabahu ya Mungu hapo. Madhabahu ya Mungu iwepo mahali pale. Lazima hiyo madhabahu ndio Mungu anakalia asungumuza na taifa. Wewe unapenda na nero nyanga ile rumagiro ya Yesu. Mungu ndio anakalia asungumuza na familia. Unapenda na nyanga ile rumagiro ya Yesu. Madhabahu ni mahali ambapo Mungu anakalia kusungumuza na watu. Niyo madhabahu ni lapele na nyanga ile rumagiro ya Rongana. Na waje na nyanga hii pero mewaje mkopo. Madhabahu ni mahali Mungu anaketi ili apate kuongea na mji. Na waje na nyanga hii pero mewaje dawa. Madhabahu ni mahali Mungu anaketi ili apate kuongea na wanaume. Mahali ambayo Mungu atazungumzia lazima kuwe na madhabahu ya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Na ndio poza tumeona watu ambao anaitwa Yakobo. Wakati alipokuwa anakimbia kwenda kwa Laban.
inakata kwa ralini inanga laba. Ndio Biblia ndio kaya kageni. Akakimbia mpaka ikakuwa usiku akasema ikabidi alale mahali. Wala wanoshana ndio watu anasa. Wakati ule akiwa analala usiku wa hivi. Mbingu ikafunguka. Anaona malaika ikishuka ikirudi. Sasa wakati huo akakabiliana na malaika. Akabadilisha jina Yakobo kuanzia hapo. Yakobo akasema hapo. Hapa ni ukweli, ni madhabahu ya Mungu hapa. Akachukua tumawe akasimamisha hapo. Na akasema kuanzia siku hiyo hapa itakuwa madhabahu ya Mungu. Kwa nini? Mahali Mungu amezungumza naye. Akasema ataenda na kirudi atamjengea Mungu madhabahu hapo. Na ni kweli alipoenda Mungu alipombariki akarudi na akamjengea Mungu madhabahu. Maisha ya Yakobo kuanzia tena. Wale maisha ya Yakobo ikabadilika kuanzia hapo. Kwa nini? Wakati wote Mungu anataka kuinua mji, lazima atahakikisha ameotesha madhabahu yake hapo. Ili hiyo madhabahu ikainua wanaume. Ili hiyo madhabahu ikainua mji. Ili hiyo madhabahu ikainua wale waliodharauliwa. Ili hiyo madhabahu ipate kuongea kwa sababu ya jamii. Lazima kutakuwa na madhabahu mahali Mungu ataongea. Sikiza na alisema kwa sababu alisema hii neno ilikuwa nzito sana. Lazima utaanza kusikia na kuna mahali Mungu atakuinua. Mungu akitaka kuinua jamii yenu, lazima uoteshe madhabahu ya Mungu hapo. Na kama kuna madhabahu zingine imeoteshwa hapo, lazima kwanza hiyo madhabahu yote ile madhabahu ya Mungu ipate kusimama hapo. Kupitia hiyo madhabahu Mungu anainua hiyo jamii. Sema haleluya, haleluya. Kwa sababu Mungu anataka kuinua jamii zetu, lazima tuoteshe madhabahu katika hiyo jamii zetu. Kitu kizuri katika familia zote. Ili Mungu aanzishe kitu nzuri katika hiyo familia zetu. Sema amen, amen. Sema amen. Ile madhabahu akina babu zetu waliotesha, lazima tuangushe hiyo madhabahu ili sisi tuoteshe ya Mungu. Ile wakati jamii haijaokoka, kwa sababu wewe sasa umeokoka na Mungu amekuita, lazima uoteshe madhabahu ya Mungu. Kuanzisha madhabahu ya Mungu katika hiyo familia. Ile ngene la ngaini ya Mungu. Na manabii inapatiwa katika hiyo jamii. Wanaume wa Mungu wanapatiwa katika hiyo jamii. Kama Mungu anataka kuinua jamii, Mungu anaotesha kwanza madhabahu yake kwa mji. Ili Mungu apate kuketi hapo na aongee na mji. Lazima tumtengenezee Mungu mahali ambapo ataongea nasi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tumtengenezee Mungu mahali ambapo atakalia na kuzungumza na sisi. Lazima katika baraka waje sura na rende katika familia zetu pia. Wale mama inalang. Lazima Mungu apate nafasi ya kukalia na kuzungumza nazo. Lazima tupate bengi mmoja na ronyanga iberu mjanga hiyo. Fanya hivi kama unamsikia kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Leo akizungumza hapa, anaongea na miji. Anaongea na mataifa. Anaongea na mataifa. Leo mimi naona kana kwamba ninaongea na taifa. Taifa kutoka mbalimbali. Unasema hiyo ngomna na bashari. Amen. Haleluya. Haleluya. Abalilo loshona pale ine. Anaona loshona rompo. Anaona mimi wa kuku hapa, anaona wakimana hapa, anaona wakaputia hapa, anaona wasamburu hapa. Haleluya, haleluya.
anaona huko, anaona anaongea na mataifa. Fanya hivyo kwa jina la Yesu. Sema mimi taifa. Leo tukienda nenda uanzishe kitu kwa jamii ambayo haiko haki. Haleluya. Amen. Aikasema bwana nenda baya. Kesha na mbangeni. Alikuwa amenifurahisha sana. Ule mzee alikuwa mfurahisha sana. Ndio nagera sana unaona. Nime na mzado ikini marasa. Alifanya kitu ambaye watu wako wanatarajia, kwa hiyo kijiji yao ambaye anaweza fanya. Yaani aitambua kaida hapo mali lenye. Ambaye alitambua Mungu kwa jamii yake. Yaani hasa moja neme na kawaida. Amefanya kitu ambaye si kawaida. Ambao watu wanasema ule mzee leo anafanya anafanya kitu tofauti kwa sababu ya Mungu. Na ni hiyo kitu anazungumza leo. Tukienda manyumbani twende tufanye vitu ambaye si kawaida, ambaye inamuinua Mungu, vitu ambaye inamtukuza Mungu. Fanya hivyo kwa jina la Yesu. Sijui kama unapata tumfunuo. Labda kwani hakuna hata mtu mmoja hata ameokoka. Lakini ukija huku umeokoka vizuri. Lakini ukienda nyumbani hakuna mtu ameokoka. Ila nikitoka Milan, naweza kuanzisha kitu ambaye ni tofauti sana. Nile ile mtoki ile ambaye ni bangala sana. Kwa watu wanashangaa kwani ukijana anatuletea nini? Ndio na gado wanakanya na leo ile bado. Leo huyu kijana anatuambia unafanya kitu ambaye si kawaida kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Sema kuanzia siku leo. Useme kuna kitu unataka kuangusha madhabahu iko kwa hiyo. Waniotesha madhabahu ya Mungu leo. Yaani unatoa sadaka ni kwa sababu ya Mungu. Nitawa ambao sana kama yangai. Ya kufunja ile madhabahu. Pengine umepelele. Watu wanasema kwa nini kijana anafanya nini? Ukienda unaanza kufanya kitu tofauti ni mpani. Wale biloni lazima tongi tofauti jao. Amen. Amen. Kile ninajua. Mbona na yeye? Kama ile kumbe ni noti. Tuko jamii mingi hapa. Na kumbe pale kale mejela kai. Na kuna jamii mingi ambayo haijui Mungu. Wewe ndio unagira alipo lo mari ni kulika na mba wale mbona kinja sodira. Vitu ambavyo inaongoza hizo majamii zingine wanafuata mambo ya maganda. Kwa sababu wewe umejua Mungu. Amekwambia leo kwa jina la Yesu. Mungu ambaye Mungu anatumia wale watu ambao wamedhalilika kuinua jamii. Lazima uende uoteshe madhabahu ya Mungu hapo. Hata kama umedhalilika huko kwenu. Kama leo ndio ambaye tofauti. Unajira kwa Yesu. Fanya hivyo kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Unajira kwa Yesu. Fanya hivyo kwa jina la Yesu. Amen. Aunao. Uoteshe nini? Lazima pe wale ndio kaipo ngakana ndio kaidira kwa kaka. Mungu akitaka kuongea saa yote. Na lazima anazungumza kwa mahali ambapo kuna madhabahu yake. Na lazima aongee kwa sababu mahali kuna madhabahu. Lazima Mungu aongee mahali kuna madhabahu. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa sababu madhabahu ndio inatunua sisi. Madhabahu ndio inatunua nguvu. Madhabahu ndio uponyaji unatoka. Madhabahu ndio ushujaa unatoka. Madhabahu ya Mungu ndio mambo mazuri yanatoka. Ndio mabadiliko yanatoka. Ndio nguvu za Mungu inatoka. Ndio uponyaji unatoka. Mahali yote ambayo kuna uzuri wa Mungu na inatoka na mabavu ya Mungu. Mahali yote ambayo kuna nguvu inatoka kwa madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya Mungu. Mahali Mungu anaketi na kusikiza. Fanya hivyo kwa jina la Yesu. Siku ya leo. Kwa sababu tuko sisi ni chombo tu ambaye pengine tumedharauliwa na mataifa. Bagi nega kwa hiyo masaa na hata na nyingine. Labda sisi ni Mungu ambaye tumedharauliwa kwa jamii. Wanasema kuna hatuwezi kufanya chochote. Ukienda nenda ufanye kitu tofauti. Nenda uoteshe madhabahu ya Mungu huko kwenu.
hata kwa huduma yako. Weka madhabahu ya Mungu pale. Teme wapele langa inoje. Unajira kati Yesu. Fanya kwa jina la Yesu. Wacha nikwambie kitu kimoja. Naomba ndio na Mungu. Naona ushirika na jana Masai ni kipi? Hii ushirika wa Masai ambayo tunafanya. Na ushirika rani kile kutoka. Hii ushirika yenye tumekuta. Kama odi pizza. Tangu rado bi rola ne roni ndio wewe kai tu kama. Ani kitu kile yeye wewe ndio ndio kwa asilimia kai kama odi na rumu. Mali na alamu. Wangapi walikuwa wakati hii ushirika ilipoanziwa watu wakikaa kusema tusituanzishe ushirika huko? Kwa sababu kitu hajui lazima kulikuwa na wanaume wamekaa. Kwa nini tusitafute ka ushirika yenye tutakuwa tunaenda? Tuwe tunaenda hapo kumwabudu Mungu huko. Twende tumuombe Mungu. Kwa nini tusitafute hiyo mkutano? Kwa nini tunakaa tu hivi? Lazima kuna mkutano ulifanyika hivi. Walipoelewana na kusikizana. Jua kitu moja. Watu watatu wawili wakutana kwa jina la Yesu. Biblia inasema kwamba Mungu naye pamoja. Walipotengeneza hiyo maelewano. Walipotengeneza hiyo agano. Wakaanzisha hii kile ambacho hiyo pia ni madhabahu tayari. Hiyo ni madhabahu tayari. Hii ni madhabahu ambayo wale ndugu zetu waliotesha. Walimalizana nayo wakaongea na Mungu. Madhabahu ambayo imesimamishwa. Hiyo ni tayari madhabahu. Na hakuna siku ambayo itafunjika. Na nani lengo la urudi. Hata kama ndio jana ruma, ndani rumaka Jumamosi, ndani rumaka Jumanne, ndani rumaka Alhamisi, ndani rumaka na rumi. Ni urudi tena. Amen. Mikiningiro. Hata kama itafunjika. Patikane ya Jumatatu. Leo niende Jumatatu. Patikane ya Jumanne. Leo niende Jumanne. Patikane ya Jumatano. Leo niende Jumatano. Patikane ya Jumanne. Alhamisi. Patikane ya Jumaa. Patikane ya Jumaa. Patikane ya Jumamosi. Ya Jumamosi. Na kila gana. Hii haitafunjika. Kwani pele leo kumoja pa. Ni madhabahu iliyoteshwa. Ni madhabahu iliyosimamishwa. Ni pele kama rumoja. Wanaume aliketi pamoja na Mungu. Akakuwa pamoja na akasema wewe kitu. Mwana pamoja na mmoja akajalo hilo hiyo. Tutengeneze mahali Mungu atakuwa anakuja kuongea. Wanaangalia na ushirika la lasha laini. Wangapi wameona Mungu kwa ushirika? Wangapi wameona Mungu katika hii ushirika? Badala wanaangalia na ushirika. Ni wangapi mafamilia ambayo imeinuka kwa sababu ya hii ushirika? Tumeona vitu mingi na kubwa kipitia ushirika. Tumeona familia zetu zinainuka kwa sababu ya ushirika. Sababu ilipoanza wala mabitao na ordere ni madhabahu iliyoteshwa. Sisi leo tuko. Kesho hatuko. Alajana nataka wewe kungera. Yo this is side tunashika. Alajana wewe kungera nataka ranchi. Sasa hivi sisi tunashika. Ndio nataka ni kungera. Wakati mwingine itakuja wao shika. Wala yera hapa side. Isemekana mimi ndio mchungaji. Ndio ni yera kulomba ha. Eneo kule kwa oju tu ha. Naka ndio masai watu ha. Anachagua mchungaji mwingine wao. Ndio wakishini alikuwa. Huyo anaongoza. Ani pamoja na kijana tu. Elekaji wajina yolo ya kulo. Patikane tena group ingine. Ndio kina group sita yote yao. Ndio group ni na. Ndio kijana kuna nature. Inaenda hivyo naenda. Ndio kwa maana kilada wala shamba ile. Kwa hivyo hii shirika haitavunjika. Nabula. Itainuka na inuke. Ndio kina bila masema tamu. Wakati wote wa masema kwa watamu. Nedunga nini nakatana? Haitaisha hii. Kando. Kwa nini? Ni madhabahu imeoteshwa. Kana mngirapa kaini. Nani amemshika mpaka hapo? Madhabahu ambaye tumeagana watu wa mwisho wa Mungu wamekaa wakaagana na Mungu akakubaliana ukaenda hivyo. Hii ni madhabahu tayari. Hii ni madhabahu tayari. Na hakuna uwezekano ambaye itafunjika, haiwezi funjika. Nimekilaga. Hata shetani akisimama na familia yake yote. Hata nenda hela ni mama ile ndio. Hata shetani asimame na jamii yote. Akana kikwa nyama ndugu ile angalau waenda tu masai wa Mungu unyekisho. Amen. Mimi nagarema. Hii haitafunjika. Kwa nini? Ni madhabahu.
Kagana jirani mpaka hivi. Nani amemsikia mpaka? Hallelujah. Amen. Number 3. Number 2. Number 2. Wala faida na roho pere. Nini ngosera nini mbele nini uno pere nini uno ronga ndani unire. Faida na jono pere ndio na asir pere ndio ya kufanya. Faida namba 2 ya. Nani faida na gani utumena nira wasema. Anabadilisha kwanza watu wanakuwa. Faida ya madhabahu ni kubadilisha watu wale waabudu. Anabadilisha ni mbeleke ndio nabii akula shalema. Ndio faida sana bwana uwe pere ndio ni malisia. Faida ambayo madhabahu inaleta. Wakati madhabahu ya Mungu inaposimamishwa, ndio haigo mbele langa hii. Kila ambaye itasaa kitu ya kwanza kabisa. Wale mtoke kwanza na ile langa ni kwa nani Allah salama. Anabadilisha watu wote. Allah anasema Mungu na Allah salama. Watu wanakuwa waabudu wote. Ngura jina kwa Yesu. Fanya hivyo kwa jina la Yesu. Nira no. La salama. Nira mundu na jina salama. Anatoa watu ambao waabudu. Ameri ndio na mhangalia na salama ile. Kwa sababu hakuna Mungu anapenda sana ndio ya kwa lende ya salama. Mungu anapendanga sana akiabudiwa. Ndio amen. Amen. Nira no. La salama. Nira yoga kwa la salama. Mungu anatufanya kuwa waabudu. Nina vile ndio ya Mungu Yohana. Ndio pasa ndio akasema katika kitabu cha Yohana. Imefika wakati ya waabudu wa msuguyo Mungu kwa roho na Mungu. Kitu ambayo madhabahu ya Mungu inataka isimamishwe. Lazima itufanye waabudu. Ndio maana Mungu anapenda tukimwabudu. Hakuna kitu tunasafanya kama hakuna uabudu wa Mungu. Hakuna mahali tutazaenda kama tujamwabudu Mungu. Hakuna kitu tutapata mzuri kama tutamwabudu Mungu. Hatutapata mafanikio kama tutamwabudu Mungu. Na kitu ambacho inasababisha hiyo maabudu ya Mungu lazima kuwe na madhabahu ya Mungu. Lazima kuwe na madhabahu ya Mungu ili tupate waabudu wa Mungu. Kwa hivyo faida ambayo madhabahu inabadilisha watu wao waabudu. Tuko na jina moja tu ndugu zangu. Haijalishi wewe unaitwa mchungaji. Mijalisha kijana Basirai. Haijalishi kama wewe ni mchungaji. Haijalishi kama wewe ni evangelist. Haijalishi kama wewe unaitwa bishop. Lakini tuko na jina moja tu. Kiana kana baba. Sisi ni waabudu. Sisi kilayo tunasema. Sisi ni waabudu. Haleluya. Amen. Kama na uchungaji. Wale media kila salama. Tuko waabudu. Wale media na bishop. Wale media bishop. Kila salama. Tuko waabudu. Wale kanero na evangelist. Wale na evangelist. Wale kanero na kuliko fiani kwa kinacho mogogedu ngana. Kando ya hiyo tuko na jina moja tu la salama waabudu. Na kitu ambayo inatoa waabudu ni madhabahu ya Mungu. Hiyo ndio muhimu tukiwa na madhabahu. Tupate kitu na hilo waabudu. Haleluya. Haleluya. Imefika wakati ambayo waabudu wataabudu Mungu katika roho na kweli. Waabudu ili upate waabudu mpaka madhabahu ya Mungu isimamishwe. Sema haleluya. Fanya hivyo kwa jina la Yesu. Wewe ambaye umedhauliwa, Mungu atakuinua na kutengeneza vizuri ili upate kusimamisha madhabahu, ili upate kuanzisha madhabahu ya Mungu. Wewe ndio mwanaume ambaye Mungu atasema wewe ndio Mungu atakuinua uinue madhabahu ya Mungu. Sema amen ukiinuka kwa miguu yako. Sema simama kwa jina la Yesu. Simama ukijua wewe ni na kichomba ambaye Mungu anainua kwa jamii. Sema amen. Kwa sababu Mungu anataka kutuinua leo pamoja na jamii zote. Lazima tuoteshe madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya Mungu ikisimama kanisani kwa sababu ya tunapata waabudu katika familia zote. Tunapata madhabahu waabudu katika majamii zetu. Fanya hivyo kwa jina la Yesu. Leo tukienda
Airogi ashugo kinomo kaigata arare nerugo loimanyama Yesu adote seyami Lama shedari lama shed Alamu ayeda rawilo Nangaka yesira yangama shuru Ganote seriani Maroki ashuwa inomo Aigaka Marane Naruwa Yeso Manote Seyama Lazima tuabudu Mungu. Na wale wale ngoma nabili ngasala lasha. Kuna kitu ambacho anasema ni anasema na anasema ni kai. Wakati watu wanasema